Thank you so much. There is this post that I've been tagged on that was on my page. I think they were two. Unfortunately, my account was hacked. It was on FB, was hacked. I don't know who posted it. It is not attributed to me and is not attributed to my character. I know we hold different political views, and I know we are different tribes in Kenya. But sometimes when such things occur, they come to portray somebody so negatively. I'm not attributed to that post. And it is very unfortunate that it was posted. I don't know by who. But please, if it went against you people, I'm very sorry. But I didn't post it. I've just recovered my account. I was traveling to where I am now during the night. And I think it was posted in the morning. So whatever was posted, I've brought it down. And it is very, very sad. It's very, very bad for somebody to use my account, knowing very well that whatever is posted in my account will and might have a lot of positive or negative impact. So that post was not attributed to me. And I know it has really hurt many people. I'm very sorry about that. But I didn't post it. And I've really brought it down. And those who hacked my account, it is very, very bad. I've recovered the account. The post is not attributed to me. I'm a Kenyan like you. And I'm not superior to you. You are not superior to me, regardless of your tribe. A tragedy is a tragedy. So please, it was not attributed to me. I also don't like it. I know I hold a different political view, which is my constitutional right, but it doesn't go deep to that point. So thank you so much. Hi viewers, welcome to my YouTube channel. My name is Esther Terry. Kuna kitu yenye imenifanya nihuzunike ndani ya moyo wangu. Kuna kitu imenifanya nihuzunike ndani ya moyo wangu kama Mkenya na kama mzazi. Yaani unaamka asubuhi ukiwa mwanadamu, na wewe ni mwanadamu mwenye ako na akili zake. Lakini unaamka asubuhi unakuta Wakenya wako kwa kilio, Wakenya wako kwa huzuni, Wakenya wamechanganyikiwa. Watoto wao wamekufa. Wengine watoto wao wamelazwa hospitali. Lakini unaamka asubuhi wewe kama Mkenya, unaitwa MC Adek Tattoo. Swali ni moja. Adek Tattoo. Juu unajiita Adek Tattoo. Kabisa. Hata kama ni chuki uko nayo kwa Wakikuyu. Juu sitasema sasa wa Kenya. Hata kama ni chuki uko nayo kwa Wakikuyu, imefika hapo. Hata kama ni chuki uko nayo kwa Wakikuyu, imefika hapo. Yaani unaenda una post kwa Facebook. Ati pole sana kwa wazazi wenye walikufiwa na watoto ambao sio Wakikuyu. Lakini kwa Wakikuyu watoto wao wakufe kabisa na waendelee kukufa. Odie Tattoo. Na wewe ni mwanaume, maybe haujaoa ama umeoa, maybe una watoto, maybe uko na watoto, maybe unatarajia ama hautarajii, but pia uko na brothers ama sisters, uko pia na wazazi wanaweza fanyikiwa na kitu ikuume hivyo. Lakini ukaamka asubuhi ukasema pole kwa waliopatwa na hiyo janga wenye sio Wakikuyu, but kwa Wakikuyu watoto wao wakufe na wakufe kabisa, na waendelee kukufia kwa hiyo moto. Kai mwenye alisema kuna watu na viatu, Odie Tattoo ni kiatu. Ule alisema kuna watu na viatu, Odie Tattoo wewe ni kiatu.
na mtu akipata hii video aishare. Odieki Tattoo, wewe ni kiatu. Yaani una insight watu ama unataka kuingisha watu kwa chuki, wachukiane kabisa. Unataka insight wa Kenya kuambukiza hiyo roho ya chuki, watu wachukiane kabisa, kwa sababu tu ya siasa. Kwa sababu tu ya siasa unataka Wakenya wachukiane kabisa. Unafurahia watoto wamekufa, wazazi wanalia, wamevunjika moyo, wengine wanatafuta watoto wao, watoto wamechomeka, wamekuwa jifu. Odieki Tattoo na posti kitu kama hiyo, halafu unakuja unatuambia ati Facebook yako ati iliakiwa. Si wewe uliposti, na posti yenyewe penye imepostiwa ni the same house. Background ya hiyo post ni the same na ile background unaongelelea sahi. Hiyo background unaongea ukisema ati Facebook yako iliakiwa. Hiyo post ulikuwa umeandika iko tu kwa hiyo background. Unatuambia nini Odieki Tattoo? What are you trying to tell us? Unatuambia nini? What are you trying to tell us? Kama Wakenya ama kama Wakikuyu? Because we are Kikuyu and we are Kikuyu and we will remain Kikuyu and we are Kikuyu and Kikuyu as Kikuyu for Kikuyu. What are you trying to tell us? Ukieneza chuki, ukifurahia wengine wamekufa. Odieki Tattoo, sio video moja ama mbili umepost ukileta hiyo hateness kwa Wakikuyu. Sio video moja ama mbili. Hata ile ya story za Mombasa uliongelelea vile Wakikuyu walinyang'anyana mashamba. Odieki Tattoo, hata wenye wanataka viti za siasa Odieki Tattoo, ni kuambie hawana chuki kama hiyo yako. Wenye wanataka hizo viti za siasa, wacha wewe unatumika kama kagunia, hawana hiyo chuki, hawajafika hapo. Wacha wewe unatumika juu ya masenti ya mang'otore, hawana chuki kama hiyo uko nayo. Acha nikuambie, sisi wote hapa duniani ni wapita njia. Sisi wote hapa duniani ni wapita njia. Odieki Tattoo, na ile kikombe unawekea mwenzako nayo, my friend, utaekewa, ijazwe, itingizwe na upewe ukunywe nayo, usikie venye inaonjanga. Hiyo kikombe ya uchungu unaekea wenzako nayo, wakiwa kwa machozi kabisa, wakiwa wamefika mwisho mahali hakuna mtu mwingine anaweza kuwapatia pole. Hata tukiwa tunawapatia pole hazitoshi. Hakuna mtu anaweza kuwapanguza machozi isipokuwa Mungu. Wakiwa kwa hiyo machozi, unaongea vitu kama hizo umeongea. Odieki Tattoo, kikombe yako ishawekwa, inatingizwa, ijae kabisa, itingizwe, ijae kabisa. Ikijaa, my friend, utapewa na utakunywa nayo. Ikijaa, my friend, utapewa na utakunywa nayo. Ikijaa, utapewa na utakunywa nayo. Na hakuna mtu utaona karibu wakukwambia pole. Sisi usitupatie apology. Usitupatie apology hata kidogo. Tuko sawa tulivyo. Tuko sawa hivyo tulivyo. But Odieki Tattoo, itakufaidi nini?
Wakikuyu wote wakikufa, itakusaidiaje? Wakikuyu wote wakikufa. So hii ndio plan Odieki 3. Hii ndio plan. Na tukisema unaweza kuwa umeweka maguns mahali, umewapanga after election waingie washambulie Wakikuyu, tunaweza kuwa tumekosea Odieki 3. Fikiria na ufikirie mara ya pili, na ujue sisi wote ni wapita njia. Sisi wote hapa duniani ni wapita njia. Umeongea kitu ambayo hata sijui itaelezeka aje. Hata sijui kwa wakati huu itaelezeka aje. Imagine hao wazazi watakuja tu kwa hizo mitandao, watasikia na wataona zile vitu uliandika. Odieki 3. Odieki 3, unaweza taka kujikuta kwa hali kama hii. Unaweza taka kukuta mtoto wako kwa hali kama hii. Unaweza taka kukuta mama yako, baba yako, ama brother yako, ama sister yako kwa hali kama hii. Unaweza taka kukuta hata mtoto wa brother yako ama sister yako kwa hali kama hii. Jiulize maswali Odieki 3. We inauma sana. Sisi kama Wakikuyu imetuuma, lakini kuna Mungu mbinguni. Odieki 3, kuna Mungu mbinguni. Hiyo shimo unachimba wewe, utaingia wewe in Jesus name. Hiyo shimo unachimbia Wakikuyu ama watoto wa Wakikuyu, utaingia wewe in Jesus name. Watoto wetu hawataangamia, utaingia wewe in Jesus name. You and you alone, in the name of God. Hatuna uwezo, hatuna nguvu. Nguvu ni za Mwenyezi Mungu, uwezo ni wa Mwenyezi Mungu. Tumekuachia Mungu. Odieki 3, tumekuachia Mungu. Viewers, ebu mshare hii video, mlike na mcomment. Tena usiskip hiyo video. Ebu angalia zile vitu zote amekuwa akiongea huyu Odieki 3. Ujue anataka kupeana report inakaaje. Mtu ambie anataka kupeana report inakaaje. Kile tunataka amani. Kwa nchi yetu ya Kenya tunataka amani. Na hiyo mambo ya kuincite watu wachukiane, Odieki 3, ukumbuke ya kwamba hatuna Kenya ingine. This is one Kenya. Tofauti na siasa, hii ni Kenya moja. Mtu akuelimishe na akwambie hivyo. Unaweza ona kama ni sifa unapata ukiongea vitu zenye unaongea, but you are talking nonsense. Odieki 3. Viewers, ebu angalieni vitu zenye ameongea kwa hizo videos kwa hapo mbele. Muone huyu anavaa kukanyangiwa mbele. Mimi nimekosa answer na nimekosa kitu ya kusema. The Lord has done it finally. The Lord has done it finally. Wakikuyu mchome kabisa. Finally the Lord has done it. Finally the Lord has done it. Nimekuanga nikisubiri kuona ile siku Wakikuyu watakuwa wanaandamana kwao, wanachoma vitu zao, wanaharibu mabarabara zao. Finally imefika. Oh, the Lord has done it finally.
Finally, the Lord has done it. Finally. Wakikuyu mchome kabisa. Mchome, muibie wenzenu, muharibu barabara zenu, fanyeni kila kitu. Sisi saa hii tumekaa tu kwa bench, tunakunywa vitu zetu polepole, tunakula kama Wajaluo. In fact, musiseme ati Kenyans are demonstrating, museme wa Kikuyu. Say Kikuyus are demonstrating. Not Kenyans. Kikuyus hata si wa Kenya. Okay? Just say Kikuyus are demonstrating. Because Kenyans are not demonstrating. Ni wa Kikuyu. I have been praying for such a day. Asante Mungu. Acha wa Kikuyu. Please continue. In fact, President William Samoei Ruto, 2-term president, polisi wote wenye wako Central Province wapatie leave waende watulie, au watu wajichome, au watu wajiue, au watu wapigane wenyewe kwa wenyewe huko. Wakati fuel itarudi chini, hata sisi Wajaluo itakuwa imeturudia chini. This time we are not fighting for anyone. Atupigani mtu yeyote. Acha wa Kikuyu pia watupiganie. Muchome kabisa. Muchome. Kila muharibu. Hata mkipenda mujichome vile mnajichomanga, mujiibie juu hata Wakikuyu ndio wezi Kenya hii. Wakikuyu ndio wezi, Wakikuyu ndio chokora, Wakikuyu ndio single mothers, Wakikuyu ndio deadbeat fathers, Wakikuyu ndio kila kitu mbaya hii Kenya. So, nyinyi mpigane huko, mpigane, in fact mpiganie Kenya. Hura, it is your turn Wakikuyu, it is your turn. Tunataka MC Adek Tatu akuwe arrested with an immediate effect. Failing to do so, sisi kama wananchi tutamlinda kwa sababu Adek Tatu anaeneza ukabila na anaeneza vita. First, kuna post ya Adek Tatu yenye alipost siku yenye kulikuwa na fuel protest. Akasema ya kwamba eti mtu mmoja ndiye amekufa Nyeri. Mapolisi tunataka mutumie bullets mingi sana. Hiyo inamaanisha ya kwamba anataka Wakikuyu wauawe. The second post kuhusiana na hii fire tragic accident yenye imefanyika Utumishi Academy, Adek Tatu amepost akasema ya kwamba eti anaomba Mungu sana hao wanafunzi ambao wamekufa wengi wao wakuwe Wakikuyu. Third thing, after Kidero Jasuba kushikwa, MC Adek Tatu alipost akasema ya kwamba huyu Kidero Jasuba aende afinywe. Alafu akapost tena akasema ya kwamba the only person remaining mwenye anafaa kushikwa ni Songa. So I want to ask the government of Kenya ya kwamba kwani kuna watu wengine wenye wakifanya makosa awashikwi na kuna watu wengine wakiongea wanashikwa. Hii Adek Tatu ni wazi ya kwamba anaeneza ukabila. Sasa mimi najiuliza, kuna watu wengine wanafaa kushikwa na watu wengine hawafai kushikwa. Mimi naambia serikali ya William Samoei Ruto, kama amwezi shika MC Adek Tatu, sisi kama wananchi tuko na yeye huko nje na tutamlinda venye mnataka tumlinde, kwa sababu haiwezi kuwa ati watu wenye wanasupport serikali wanaeneza ukabila na mnaangalia tu, alafu mtu mwenye anasupport one term akijaribu tu kuongea tu kweli mnashika. Hata sisi kama watu wa one term tutakuwa na mapolisi wetu na tutakuwa na lawyer zetu na tutakuwa na koti zetu. Tutakuwa tunashika watu ambao wanaeneza ukabila na tunapeleka kwa hizo makoti zetu, kwa sababu imeshakuwa wazi ya kwamba as long as you are a government supporter unaweza ongea venye unataka. Juzi kuna Mkalenjin alipost mishale akasema ya kwamba Ruto akishindwa 2027 mutadunga watu mwa mishale. Huyo jamaa hajaitafutwa. Huyo jamaa ako tu sawa, it's just okay. So I want to ask government of Kenya, kama kuna watu wengine wenye wako superior kushinda watu wengine, MC Adek Tatu must be arrested. Yeye ni Mjaluo kama mimi, lakini kitu yenye alifanya mimi haikunifurahisha. Lazima akuwe arrested na lazima aonyeshwe ya kwamba Kenya lazima tuishi na amani. Wazazi wanaomboleza watoto wao wamechomeka kwa shule. Watoto wamepoteza life. Wewe unasema kama ni Wakikuyu wangekufa mo. Huyu mtu anaitwa Adek, akili yake inakuanga timamu. Influencers like Adek Tatu need to be called out, because huwezi kuwa unasherehekea wakati watu wamepoteza watoto. How inhuman are you? Unasherehekea while you have lost innocent kids. Watoto wenye hawakujiwakishia moto, hawakwenda pale wakajichoma.
It was just an accident that happened. The whole country is mourning. Wewe a whole influencer unaenda unapost. Unasema you only sympathize with the non-Kikuyus. Mtu wa kusema zaliwe Mkikuyu, mtu wa kusema zaliwe Mjaluo. Na watu kama nyinyi ndio mnafanya nchi hii isiendelee. Because you are deeply rooted in tribal politics, you are deeply rooted in tribalism. Anything mnaleta tribal politics in it. Na influencers kama nyinyi, you need to be cancelled. Au mabrands wanapatia hizo madeals, they need to stop giving you guys gigs. You need to be unfollowed, because I know an influencer, you have to bring Kenyans together. You need to ensure that there's cohesion. Lakini sasa wewe unatumia platform yako kuchekelea wengine wakati wako na machozi, wako na majonzi. It is so wrong, and influencers kama nyinyi need to be called out. Adek Tatu, what you did was wrong, and you need to publicly apologize. Publicly apologize to Kenyans. Kama ulitumiwa, ulipewa pesa na mwanasiasa who said such things, you need to come out publicly and apologize to every Kenyan. Usituambie ati mambo na account kwa hacked.